Zanzibari ivushe sana. Kweli binafsi mimi kama kiongozi wa sheria, lakini naamini na wajumbe wangu, lakini na wote watu wa Tazari tumefarijika za kutosha kabisa kwamba tumewaita wenzetu na wametuitikia. Ninachoamini kwamba mmefanya haki yenu kutufanyia sisi, bimaana nyinyi hiyo ilikuwa ni wajibu wenu, baada ya kukuita mkatuitikia, nasi mmetufanyia haki. Ninachoamini ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipeni fadhila nyingi sana kwa mahudhurio yenu haya, amin. Lakini la pili pia nitumie fursa hii kufikisha sehemu ya ujumbe wa leo katika baraza hili kwamba tumeona kuna haja ya kuwakusanya viongozi wa nafasi tofauti tofauti ndani ya sheria yetu, lakini pia kualika na viongozi wa nafasi tofauti tofauti kutoka ndani ya wadi yetu ya Tazari na ndani ya jimbo letu la Nungwi. Kwa nini tukaona kuna haja hiyo? Kwa mtazamo wetu sisi tumeona haja hii ipo kwa sababu yanayohitaji kuzungumzwa ni mengi sana, yanahitaji yazungumzwe, yafahamike, yatiwe akilini, yajadiliwe, baadaye wahusika wapate namna fulani ya kuyafanyia kazi. Na hapo ndipo ambapo panapozaliwa mambo matatu muhimu sana. Yakishasemwa yale yanayosemwa, watu wakajadili na kuyatia akilini, hapo kutakuwa kuna moja, wakibahatika yale waliozungumza kuswibu, yani fikra zao zikiwa zimesadifu wenye malengo yao, maanake hawa watu wanakwenda kwenye mafanikio, na huku wanakwenda kwenye mafanikio wakupata kile, lakini huku wanaepuka majuto, hawatojuta. Kwa nini? Wamekaa shura, wameshaurizana. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya kuwaita watu, tukae vikao hivi kila baada ya muda ili kufikiria. Lakini pili, ndio wataepuka yale majuto. Lau angeamua mmoja, mimi nataka watu wafanye hivi, wale watu wakafanya vile, lile jambo likileta faida, mashallah, tutamshukuru Allah. Lakini lile jambo kwa bahati mbaya ikitokezea limekuja kuleta madhara, ina maana wale wengine wote hata kama wameshiriki kwenye utekelezaji wa lile jambo watakuwa na kila sababu ya kumuelekea yule ambaye aliliamua. Alikurupuka, hakutumia busara, haikustahili kufanya vile, lakini tulifanya sote. Kitendo kilichokosekana ni kwamba watu hukuwaweka, hamkukaa pamoja mkalijadili. Lakini jengine, imani yetu sisi ya Kiislamu inavyoamini kwenye wengi kuna mengi. Msemo huu hata Uswahilini unasema kwenye wengi kuna mengi, na katika hayo mengi yanatazamiwa yatakuwa ni mambo ya kheri. Kwa hivyo niendelee tu kuwakaribisha wageni wetu mliofika kabla na mliofika sasa hivi, karibuni sana. Tunaomba tuwe pamoja katika kongamano letu hili la Idi la shehia yetu ya Tazari. Sasa nije moja kwa moja kwenye lile neno ambalo MC alisema linatakiwa lisemwe, na itapendeza zaidi likasemwa kupitia ulimi wa sheha wa sheria. Neno linaweza likawa la sheha, linaweza likawa la watu tofauti tofauti, lakini wakaona lisemwe kupitia kauli ya sheha. Ndugu zangu wana jamii, wenyeji wa shehia hii ya Tazari na hata wageni, sisi viongozi kama viongozi tunayo majukumu na tunayo dhima kubwa sana, sio tu mbele ya wenzetu tunawaongoza, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La mwanzo, wewe ukiwa ni kiongozi kwa nafasi yako ulitambue hilo, na mimi natakiwa nilitambue, na kila mmoja ajue hivyo. Kama viongozi tuna dhima kubwa sana zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi tutawaongoza wenzetu? Basi hili ni jukumu kubwa, na ndio utakuja kukuta kwamba
kwa yule anayefahamu uzito wa hili jambo inakuwa ni ngumu sana kumkuta zimetolewa fomu akaenda akachukua akajaza kwamba naomba mie nichaguliwe katika hili. Wala hatusemi kwamba kufanya hivyo limekatazwa kwamba ni haramu, hatusemi hivyo, lakini kwa kuiangalia udhaifu wa mtu na majukumu mazito aliyoko kwenye uongozi, basi inakuwa ngumu mtu kwenda kuomba, naomba nichagueni niwe katika nafasi fulani. Tunaposema hatusemi kwamba ni haramu, kwa sababu waliotangulia katika watu wema waliwahi kufanya hayo. Tukenda katika kisa cha Nabiullah Yusuf alayhi salam, pale walipomtupa kaka zake kwenye kisima akaokotwa, akaenda akauzwa Misri, akafanywa kuwa mtumwa. Mashehe mnafahamu zaidi kuliko mnasimulia. Wakamuuza akawa ni mtumwa kule Misri, lakini baadaye akapita katika changamoto nyingi mbalimbali. Nabii Yusuf ulifika wakati akaota ndoto mfalme katika kutaka tafsiri ya ndoto ile ilishindikana, mpaka ikafikishwa gerezani alipo Nabiullah Yusuf alayhi salam. Tafsiri ya ndoto ilipoletwa sasa kwa mfalme, akaona kweli kwa tafsiri hii hapa, huyu aliyeiagua hii ndoto basi anastahiki awe nami karibu katika kutekeleza hili jambo lililomo ndani ya tafsiri ya hii ndoto. Mfalme akatoa agizo, akachukuliwe Yusufu na aletwe sasa Ikulu, aje tupange masuala au mipango ya maendeleo ya nchi ya Misri kwa wakati huo. Na kweli Nabii Yusuf akatolewa akiwa dhalili gerezani, ingawa haikuwa rahisi tu kwenda kuchukuliwa na kutoka. Alitoa hoja, lakini sasa hatuendi kwenye zile hoja, alifuata na alikwenda kwa mfalme. Kwa hiyo alizungumza ukweli wa tafsiri ya ile ndoto, kwamba unachotakiwa mfalme usimamie katika miaka 7 mizima, utalima wewe na raia zako, lakini mtakachokivuna ndani ya miaka hiyo 7 basi mtumie kidogo na chengine muweke akiba, kwa sababu badala ya miaka hii 7 ya neema, mbele itakuja miaka 7 mingine ya dhiki na mashaka makubwa. Ukame utakuwa mwingi, mtakuwa hamna cha kukila, mtakuja kutumia kile mlichokiweka akiba katika wakati uliopita. Kwa hiyo maelezo yale ndio tafsiri ya ndoto sahihi. Mfalme akakubali na jamii yote ikajua kwamba huyu mtu ni mtu muhimu sana. Hawakuwa wamefahamu umuhimu wake mpaka baada ya tukio hilo hapo. Kwa hiyo hapa Nabiullah Yusuf ndio tunakuja kusema kwamba haijakatazwa kuchukua fomu baada ya kuona kwamba una uwezo. Nabii Yusuf hapo hakujaza fomu kwa sababu si utaratibu wakati wote, lakini aliwaambia mashehe, mnajua zaidi, kwamba nifanyeni mimi niwe msimamizi wa hazina katika kipindi hichi, kile kinachovunwa kiwe chini yangu. Kwa hiyo Nabiullah Yusuf akawekwa kuwa ni waziri wa wizara ya masuala ya ukusanyaji na ugawaji wa chakula. Aliomba. Kwa hiyo na mwingine yoyote kuomba tunasema hajafanya jambo baya, kwa sababu Nabii Yusuf aliomba baada ya kuona yeye anafaa, na kweli alifaa vizuri sana. Kwa hivyo nukta ni kwamba tuna dhima kubwa tuliokuwa ni viongozi. Kwa hivyo moja katika namna tunazohisi kwamba itasaidia ni kuwaweka tunaowaongoza karibu katika mizani moja, bila kujali ukubwa wao, bila kujali umri wao, uwezo wao na kadhalika, lakini kwa kutaka kupata mawazo yao na fikra zao ili zisaidie katika kuiongoza jamii husika ambayo tunaisimamia. Kwa hivyo tukaona kwamba kuna haja ya kuweka vikao hivi mara baada ya mara ili kuzikusanya fikra za tunaowaongoza. Maana kuwepo kwetu sie mbele haimaanishi kwamba sisi ndo tuna akili zaidi kuliko tunawaongoza, hapana. Wala si kwamba sisi tuna elimu zaidi kuliko wao, hapana, wala maarifa wala chochote kile, lakini ni mambo tu ambayo Allah kayapanga kwa muda huu fulani awaongoze watu wa sehemu fulani. Ndio imekuwa hivyo, kwa tuwaongoze au tuongozane na watu wetu wa fikra za pamoja. Hii ni sababu iliyotupelekea hivi. Kwa hiyo ujumbe wetu, nukta ya mwanzo ni kwamba ni kuikumbusha mzungumzaji nafsi yake, wakati huo huo kuwakumbusha na ndugu zangu wengine
kwamba tuna dhima kubwa sisi kama viongozi. Lakini kati ya mnaonisikiliza nyote, msije mkawa mnafikiria kwamba tunapotaja uongozi mikono na vidole vyote vikawa vinamwelekea sheha tu, vinamwelekea mheshimiwa diwani tu, vinawaelekea wabunge na wawakilishi tu. Jamani, tunapozungumza swala la uongozi haumwachi mmoja katika sote tulioko hapa. Maana kama wewe huongozi shehia kama ninavyodhamie, lakini huongozi hata familia yako. Kwako huna watu wanaokutegemea wewe. Kama ni mwana baba, basi una mke na watoto, wewe ni kiongozi kwa hao. Na ukaja ukatizama kwa umri wako hapo katika mtaa wako, nyumba 15 20 zilizokuzunguka, wewe umekuwa ndo msimamizi wa mambo yao, ni kiongozi kwa namna yote itakayokuwa. Kwa hivyo sote ni viongozi. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi. Hiyo ilikwenda kwa sheha, hiyo imekwenda kwa mheshimiwa diwani, imekwenda kwa mheshimiwa mwakilishi, lakini na baba wa nyumbani haimwachi. Mwalimu na imamu, mwalimu wa madrasa haimwachi, imamu wa msikiti haimwachi, baba nyumbani, mama nyumba, kila mmoja ana nafasi yake katika uongozi. Kwa hivyo tunapozungumzia masuala ya viongozi na tunapozungumzia umuhimu wa kukutana kama hivi kujadili, basi hata katika ngazi ya familia, umuhimu wa kuwakutanisha watoto wetu na wake zetu kwa mahali pamoja, tukafikiria masuala mazima ya maendeleo, jambo hilo liko. Hii ni nukta moja. Lakini ya pili, ndugu zangu, kabla ya kuwaomba viongozi wetu hapa kutusalimia na kutupa maneno yao ya nasaha, naomba nimalizie kwa jambo moja, na ndio lile ambalo MC alilisema hapa kwamba tunasema tuna dira yetu inaelekea mbele, lakini inakabiliwa na changamoto nyingi sana ili kufikia kwenye ile target tuliyo target. Lengo letu, mitaa yetu hii ikomboke kutokana na shida mbalimbali zinazowakabili wanajamii. Na kwa hili lazima niseme kwamba serikali yetu inajitahidi kushirikiana nasi kuhakikisha kwamba kero hizi zilizomo kwenye jamii zinaondoka. Tatizo ni utayari wetu. Sisi wenyewe utayari wetu ni mdogo. Tumekuwa au tunakuwa wakati mwingine ni mzigo mkubwa sana hata kwa serikali yetu kuu, ili kufikia kwenye hayo malengo ya kuondoa kero zilizomo katika jamii. Kero hizo zikiwa za kielimu, zikiwa za kiafya, zikiwa za maji, zikiwa za utamaduni, zikiwa za kiuchumi. Serikali inajitahidi, lakini ili iweze serikali kutekeleza yale ambayo wameyapanga au wanayapanga siku hadi siku, inategemewa na sisi huku chini tumejipanga vipi na tuko tayari kiasi gani kupokea zile fursa ambazo zinatoka kule juu. Kwa hivyo tuamkeni pia, kama tulikuwa hatujaamka, tukumbukeni kama tumelijua lakini tumeghafilika, kwamba tutakapokuwa pamoja, shehia kama shehia, wadi kama wadi, jimbo kama jimbo, wilaya, mkoa, tukasema sasa hivi tunataka kwenda kuungana na serikali yetu kuyatafuta maendeleo ya jamaa zetu walioko chini yetu. Tukifanya hivyo, mimi naamini kwa 100% safari yetu itakuwa nyepesi na tutaifika kwa muda mfupi zaidi. Lakini tutakapokwenda tukaona kasoro za bwana fulani, sawa, ni kiongozi, kwa kasoro zake mimi siwezi kutoa ushirikiano naye, wala siwezi kwenda kusema mbele yake tukaziweka sawa, lakini nitachofanya ni kujitenga naye. Wacha nijitenge au nimtenge. Nadhani tutakuwa hatujatengeneza jambo ambalo litaleta faida, sio kwetu tu, lakini kwa jamii kwa ujumla. Unapoamua kumtenga fulani katika masuala ya kijamii na masuala ya maendeleo, wewe sio adui wa yule uliyemtenga peke yake. Wewe ni adui wa jamii nzima. Na kwa bahati nzuri, ukijitenga usijitenge, kwa uwezo wa Allah, basi shughuli za maendeleo zitafanyika, lakini ungeunga nguvu zingefanyika kwa wepesi zaidi. Kujitenga kwako unafanya ule mzigo
unabebwa na watu wachache zaidi, kazi inakuwa ni nzito zaidi. Mwisho wa siku kazi inafanyika, maendeleo yanapatikana, lakini kwa uzito. Lakini hilo dogo, kubwa zaidi, wewe ile nafasi ya kutafuta fadhila kwa Mola wako ndio umeikimbia. Badala ya kwamba ungelikuwepo watu wakapata 5 nawe yako ingekuwepo, badala yake umekimbia. Maana ile 5 ambayo ingekuwa inapatikana pale, sikusudi 5 ya kutia mfukoni, 5 ya kwenda kusaidia kesho mbele ya Allah, umekimbia. Kwa maana unakuja kukuta kwamba ulichokifanya hakikuwa na maslahi. Lengo ilikuwa ni kujitenga ili mambo yasiwe, mambo yanakuwa. Kwa hiyo hapo hukufanikiwa. Lakini jengine zaidi ni kwamba kujitenga kwako kumekupunguzia njia ya kufikia maendeleo. Bimaana nini? Sio kufikisha jamii kwenye maendeleo peke yake, lakini na wewe kupata kitu ambacho kesho mbele ya Allah ingekwenda kikakufaa sana. Unaposhiriki katika jambo la kuondoa tatizo lililopo katika jamii inayokuzunguka au jamii yoyote ya Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ipo hadithi sahihi, atakayeondoa tatizo moja la ndugu yake Muislamu, tatizo moja la ndugu yake Muislamu katika matatizo ya duniani, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli ya Mtume kwamba atakwenda kumtatulia matatizo 10 siku ya Kiyama, ukiondoa tatizo moja. Sasa unapoamua kususa wewe usitoe nafasi yoyote kwenda kushiriki katika haya, nadhani hujajifanyia haki wewe kwanza, bali kwamba hujajifanyia haki jamii na kadhalika na kadhalika. Nadhani hili nilisema niseme kubwa zaidi, ikitokezea bwana fulani bila kujali cheo chake hatufai katika masuala ya kutusimamia sisi kwenye safari yetu tunayoelekea kwenye maendeleo, hatufai, siku mtenga na lile jambo ni kumuondosha. Mlimweka nyinyi, muondosheni, muwekeni upande, kaeni nyinyi au wawekeni wengine watakao kuwa na uwezo mzuri zaidi wa kulisukuma jahazi liende mbele. Mradi mafanikio ndo haja yetu, si lazima awepo fulani ndo anaye tuongoze. Nadhani tumetumia lugha iliyo ya wazi na inafahamika. Kwa kumalizia nukta hii, nataka niseme kwamba kilicho muhimu katika nukta hii na ambacho mimi binafsi kinaniathiri na sijapata mahali pazuri pa kusema kuliko nilipopata leo, nataka nikiseme, mbali ya kutaja mapungufu na madhaifu ya kiongozi au ya viongozi wanaotuongoza, lakini tusende tukaingia katika jambo la kuzikanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili naomba nisisitize kwa msisitizo mkubwa sana. Ukafika kusema kwamba kwani kiongozi huyu ana faida gani? Tumepata nini kupitia yeye? Kwani yeye kajalalika? Kwani tukimpata na tukimkosa sawa, huyu hajatuletea chochote. Je, Allah hajatuletea neema yoyote wakati wa uongozi wa huyu? Sasa tusimshukuru huyu, tumshukuru Allah aliyeleta neema. Na ukikanusha neema za Allah, maana unapokwenda nadhani siko hajatufanyia chochote bwana, hata tukiwa naye tusiwe naye basi sawa, lakini neema alizokuneemesha Allah umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani kila mmoja anaweza kuwa amefahamu nini tunachokusudia. Kwa hiyo tunachosema kwamba, ndugu zangu wanajamii wenzangu wa shehia Tazari, lakini na shehia jirani ndani ya wadi ya Tazari, shehia jirani ndani ya jimbo zima la Nungwi, kazi tunayo kuhakikisha kwamba tunasema na watu wetu katika masuala mazima ya kujenga jamii yenye uelewa na yenye kupata kuweka mbele maslahi ya umma zaidi kuliko maslahi ya mmoja mmoja. Baada ya hayo, nadhani nifikie hapo.